leo nitakuelekeza jinsi ya kufungua Ajira Portal account na namna ya kutengeneza profile yako kuwa tayari kwa kutuma maombi ya kazi. Bila kupotavyo, kwanza jinsi ya kufungua account ya Ajira Portal ili kuwezesha account yako ili iweze kufanya kazi. 3, kujaza profile yako kuwa tayari kwa kutuma maombi ya kazi. Vitu vitakavyohitajika katika zoezi hili ni passport size au picha ya rangi, kitambulisho au namba ya NIDA pamoja na vyeti vyako. Hatua ya kwanza itakuwa ni kufungua application yako ya Google Chrome katika kompyuta au simu yako. Kisha utasearch Ajira Portal. Utaenda chini, utabonyeza sehemu iliyoandikwa applicant registration, kisha utapelekwa kwenye ukurasa wa kufungua account. Utajaza email yako, utaweka neno lako la siri, utarudia neno lako la siri, alafu utabonyeza register. Hapo utakuwa umekamilisha zoezi la kufungua account yako. Hatua ifuatayo ni kuwezesha account yako ili iweze kufanya kazi. Utaenda kwenye inbox ya email yako, utaona email mpya ya kuwezesha account yako. Kama usipoiona, itabidi ureload ili uweze kuipata email hiyo. Kisha utaifungua email hiyo na utaenda kwenye button iliyoandikwa activate account. Hapo utakuwa umewezesha account yako. Sasa utaweza kulogin katika account yako kupitia email uliosajiliwa pamoja na neno la siri ulilolitumia kufungua account yako. Hatua ya 3 na ya mwisho ni kujaza profile yako ili uweze kuwa tayari kwa ajili ya kutuma maombi. Zoezi hili linahitaji uwe picha yako, passport size, tambulisho au namba ya NIDA pamoja na vyeti vyako vyote. Hatua itayofuata ni kujaza dashboard yako ya Ajira Portal. Upande wa kushoto kompyuta yako utakuwa na panel ambazo utahitaji kuweka taarifa zako. Upande wa kulia utaona kuna bar ya asilimia ambayo itakujulisha umekamilisha profile yako kwa asilimia ngapi. Cha kwanza utahitaji kuweka picha yako. Hapa utabonyeza na kuupload picha yako, japokuwa inaweza kutumia muda kidogo ili iweze kutokea. Kwenye hii tab ya personal details utakiwa kuweka namba ya kitambulisho chako cha NIDA, kisha utajibu maswali kwa ajili ya kuhakiki taarifa za kitambulisho chako, kisha taarifa zako zote za msingi kama jina lako na mengineyo vitatokea. Utajaza taarifa za mawasiliano, makazi yako, kisha bonyeza save. Academic qualification utajaza taarifa za taaluma yako zote. Kwanza utachagua educational level, chagua ordinary level CSE, mwaka ulioanza masomo na mwaka uliomaliza masomo ya O level, shule na namba ya form 4, kisha utaupload cheti chako alafu utabonyeza save. Utafanya hivyo kwa form 6 au diploma au ngazi ya cheti mpaka elimu ya mwisho uliyosoma. Professional qualification unaweka uthibitisho wa special course kama umesomea, utabonyeza alama kujumlisha kisha utajaza nafasi zinazotakiwa. Kama hujamaliza au hujasomea professional qualification yoyote utaacha wazi. Language proficiency utaonyesha uwezo wako wa kuzungumza lugha pamoja na kuandika. Kama unajua Kiswahili basi itakuwa ni Kiswahili pekee yake. Kama ni Kiswahili na Kiingereza basi utaweka lugha zote ambazo una uwezo wa kusoma na kuandika kwa ufasaha. Working experience utajaza nafasi ulizowahi kushika au kufanyia kazi, na kama hujawahi kuajiliwa utaacha wazi. Training and workshop hapa utajaza kama kulikuwa kuna mafunzo binafsi tofauti na any qualification utaweka hapo hayo mafunzo. Mfano mafunzo ya JKT. Computer literacy itakutaka ujaze uwezo wako wa kutumia Microsoft Office katika Word, Excel pamoja na PowerPoint. Referees utaweka marefarii watatu ambapo ni lazima wawe watatu. Other attachment utaupload vyeti kama cheti cha kuzaliwa, CV, cheti cha kuapa cha mahakama kama unacho au recommendation letter, kisha utabonyeza save. Kipengele kinachofuata ni kudeclare data zako kuwa ni za kweli na ni wewe ndo mhusika wa data hizo. Utatia tiki kwenye kiboksi kisha utabonyeza declare. Mpaka hapo utakuwa umemaliza usajili wa akaunti yako ya Ajira Portal, na kwenye bar itaonyesha asilimia fulani. Endapo profile yako ina asilimia juu ya 80 basi utakuwa ni tayari au utakuwa qualified kwa kutuma maombi ya kazi. Kama